Kuendelea kukua kwa mimba ama persisting pregnancy baada ya kutumia mbinu tofauti tofauti za kujaribu kuitoa hii mimba ni moja kati ya changamoto ambazo huwa zinatokea sana kwa wanawake ambao walikuwa wanataka kutoa mimba. Yaani mtu ana mimba ambayo haihitaji, ameenda kutumia mbinu anazozijua yeye, lakini ametumia dawa au ametumia nini, anakuambia daktari, nimetumia mara ya kwanza, nimetumia mara ya pili, lakini dalili za mimba bado zipo, damu imetoka kidogo, lakini naona mimba bado ipo. Lakini baada ya muda huyu mwanamke anakuwa ameamua kwamba nitaitunza hii mimba. Sasa kitu ambacho anakuwa na wasiwasi nacho ni kwamba je, hii mimba itakuwa salama? Ukweli ni kwamba survivorship na ubora wa hii mimba huwa inategemeana na mbinu ambayo ulikuwa umeitumia kutoa hiyo mimba. Kuna wanawake ambao walitumia tu dawa, kuna wanawake wengine ambao walikuwa wanatumia mbinu tofauti tofauti ambao zinahusisha kuingiza vifaa sehemu yao ya uzazi. Na kuna wanawake wengine walikuwa wanatumia kemikali mbalimbali ili kuhakikisha ile mimba inatoka. Mara nyingi kwa wale ambao wanaweza kawa walitumia dawa, hasa mara nyingi dawa kama misoprostol, survivorship ya pregnancy huwa ni uhakika. Mimba nyingi huwa zina survive na madhara huwa yanatokea kwa kiwango kidogo sana. Almost wanawake chini ya 1% ndio wanapata madhara ikitokea wameamua kuitunza ile mimba baada ya kutumia dozi tofauti tofauti za misoprostol. Lakini wanawake wengine ambao walitumia kemikali, waliingiza vitu, survivorship au usalama wa hii mimba unategemeana na mbinu aliyotumia. Kwa hiyo ni vizuri kwa huyu mwanamke ambaye alikuwa ametumia hizo mbinu tofauti tofauti za kuhakikisha anaharibu ile mimba, aje hospitali tumfanyie uchunguzi ili tuweze kuona sasa mimba afya yake saizi iko salama au haiko salama. Kwa hiyo ikitokea ulifanya hivyo na unakuwa na wasiwasi wa hilo swala, una haki ya kwenda hospitali, kumuuliza daktari na upewe vipimo vyote na huduma zote zinazohitajika bila kutengwa wala bila kunyanyaswa. Ukishafika hospitali sio sehemu ya mahakama. Kila mtu ana haki ya kupata huduma. Kwa kama ulikuwa umekosea ukatumia zile mbinu za kutoa mimba, lakini sasa hizi umeamua kuitunza ile mimba, unatakiwa kupewa hongera na unatakiwa kupewa huduma zote. Na unatakiwa kupewa maelekezo yote ambayo yanaweza yakakusaidia wewe kulea yule mtoto mpaka akue. Usijione kwamba unatakiwa kutengwa. Kama una changamoto zote za uzazi, basi tuwasiliane tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.